Karibu Trust Media. Tuko Duluti leo hapa ni Lake Duluti. Tumekuja kwa ajili ya kufanya utalii wa ndani na pia kuweza kujifunza kuhusiana na ile ziwa Duluti ambalo linapatikana ndani ya mkoa wa Arusha katika wilaya ya Arumeru. Karibu Trust Media. Leo tuko hapa ziwa Duluti, ziwa ambalo linapatikana ndani ya mkoa wa Arusha katika wilaya ya Arumeru. Ni takriban kilomita 14 kutokea Arusha mjini mpaka kufika hapa. Ni sehemu ya pekee kabisa, ni sehemu ambayo ina mandhari ya kuvutia kabisa. Kuna activity nyingi katika eneo hili hapa. Kuna wanyama mbalimbali kama vile ndege wa aina mbalimbali, kuna tumbili, kuna kenge, na pia ndani ya ziwa hili kuna samaki wa aina mbili ambao ni kambale pamoja na perege, ambao samaki hawa unaweza kuwavua lakini hauruhusiwi kuondoka nao, unawarudisha ziwani baada ya kuwavua. Kwa hiyo ziwa hili hapa nimeambiwa kwamba lina ukubwa wa takriban hekta 63 na pia lina umbo la mviringo. Ziwa hapa kwa kina chake ni lina kina cha mita 700 inasemekana. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni ziwa ambalo lina kina kirefu na pia lina eneo kubwa kabisa pale unaweza kulizunguka na kuweza kufurahia mandhari ya ziwa hili hapa. Karibuni sana, tungane nasi tuweze kujifunza mengi. Karibu Trust Media. Leo tuko hapa Duluti, Lake Duluti. Tumekutana na mwongoza utalii hapa, anza kutuelezea mambo kadhaa ambayo hatuyajui pengine kuhusiana na ziwa hili, au ukija hapa unakuja katika namna gani uweze kuenjoy mandhari hapa na kuweza kuenjoy utalii ambao unapatikana katika jiji la Arusha. Karibu sana, unaweza kutambulisha wewe nani? Habari za wakati huu. Kwa jina langu naitwa Godlizen Gideon, ni mwongoza watalii wa hapa ziwa Duluti. Tunawakaribisha sana hapa. Tuna vivutio tofauti tofauti kama kutembea msituni, na pia tuna utalii mwingine wa kwenye boti. Kama watu wanapenda kufanya utalii wa kutazama ndege tofauti tofauti pembezoni mwa maji, na pia kama unapenda kuenjoy, unakaribishwa sana. Hapa ziwa Duluti ili mtu aweze kufika hapa anahitajika kuwa na kitu gani? Kwa hapa kama unahitaji kufika ni kiingilio. Kuna kiingilio cha bei rahisi kabisa na ni rafiki, na pia hamna kwamba uhitajiki kuja na kitu fulani. Na wewe umeanza kufanya shughuli ya kuongoza utalii tangu mwaka gani? Kwa mimi hapa tayari na uzoefu wa miaka 2. Okay. Je, umekutana na changamoto gani katika kazi yako? Nimekutana na changamoto, ila ni changamoto za kawaida. Kwa mfano, mgeni anapokuja hapa, ni wageni tofauti tofauti tunapokea. Unajua kila mgeni anakuwa na tuseme tabia tofauti tofauti. Unakuta huyu ni mkorofi kidogo, huyu ni mpole. Kwa hiyo tumefundishwa namna ya jinsi ya kuweza kuwaongoza kwa namna fulani. Okay. Na wageni ambao mnawapokea wengi wao wanatokea sehemu gani? Wageni tunawapokea wengi sana kama East Africa, tunapokea wengi kutoka Kenya, na pia wengi wanatokea hapa Tanzania, sehemu tofauti tofauti. Okay. Na ile ziwa unasema lina urefu wa mita ngapi kwenda chini? Kwa ziwa, kwa sababu hii ni Crater Lake, urefu wa ziwa kwa katikati ni mita 9. Na hii inamaanisha kwamba pembezoni sio parefu sana kama katikati. Kwa hiyo hili ziwa liko kwa mfumo wa V. Okay. Unaweza kutupa historia fupi kidogo kuhusiana na Lake Duluti, kwamba nani alilivumbua na lilianza lini, lina muda gani tangu lianze na vitu kama hivyo? Kwa Lake Duluti ni ziwa ambalo limetokea miaka ya nyuma sana, na ni ziwa ambalo limetokana na volcanic eruption. Kwa hiyo kutokana na ule mlipuko wa volcano kukatokea crater, na kama unavyoona maji hapa yalipo ni maji ambayo ni chemchemu ya chini kwa chini, sio yameletwa na mto wowote. Kama kuingiza maji hajaletwa na mto wala kutoka hayatoki kwa mto, ni maji ya chini kwa chini, na pia ni maji ambayo ni fresh water, kwa kumaanisha kwamba sio maji ya chumvi, na pia ni maji masafi sana. Na kingine naweza nikaelezea kwamba ilitokea mwaka gani. Kwa hili ziwa limetokea, kwa mfano, limetokea kwa miaka 1910. Kwa hiyo imepita kama miaka 1000. Na
kuanzia mwaka 1910 ili ziwa, kuna watu washawahi kuishi maeneo ya hapa kabla hajawa ziwa? Ilikuwa ni kijiji cha watu wanaishi au ilikuwa ni pori tu? Ili sehemu ilikopo ni pori tu la kawaida, kwa sababu kipindi hicho watu walikuwa wachache sana. Na kuzunguka eneo hili la ziwa tunaona kuna msitu. Je, huu msitu una wanyama wote ambao wanapatikana katika msitu? Kwa wanyama wanaopatikana hapa tuna hawa tumbili, kwa Kiingereza tunawaita monkeys. Tuna aina 3 ya monkeys. Tuna blue monkey, tuna velvet monkey na pia tuna black and white colobus monkey. Hawa wanaitwa mbega weupe. Na mtalii akija hapa anaweza kuwaona muda wote, unaweza kuwaona. Kwa hawa blue monkey huwa ndo sana wanaonekana, lakini hawa mbega huwa wana migrate kutoka Arusha National Park mpaka hapa. Okay. Na kwenye ile ziwa, je, ndani ya ziwa kuna viumbe wote wanaishi huku ndani, labda samaki, mamba? Kwa ndani ya ziwa tuna aina 2 ya samaki, kambale na perege. Na pia huwa tunafanya uvuvi wa kujifurahisha, kwamba unakuja hapa unapewa ndoano na wale chambo. Kwa hiyo unavua, ukishavua mwisho ukishamaliza activity yako unawarudisha ziwani. Kwa nini hauruhusi kuondoka nao? Hauruhusi kuondoka nayo kwa sababu ni tunafanya kama kutunza eneo husika. Okay, jambo zuri sana. Na katika upande wa wanyama ambao wanapatikana katika hifadhi au katika eneo la Ziwa Duluti, kuzungana na Ziwa Duluti, kwa wanyama wengine tuna ndege tofauti na pia bila kusahau kenge wapo. Kenge wapo karibu na ziwa au ni porini? Wapo pembezoni mwa ziwa, ambaye huwa kenge wanaingia kwenye maji na pia wana uwezo wa kutembea msituni. Na hawana madhara yoyote kwa binadamu? Wale hawana madhara yoyote, huwa ni wanaogopa sana, ukiwasogelea huwa wanakimbia. Kwa hiyo madhara akatembea kutana na kenge na simdhuru kabisa. Ni sehemu salama kabisa kwa mgeni kutembea. Kuhusu kufanya utalii katika eneo hili hapa la Ziwa Duluti, unafikiri kwamba kuna kitu gani ambacho unafikiri kingeweza kuboreshwa katika eneo hili hapa ili paweze kuwa sehemu yenye kuvutia zaidi au sehemu yenye kuvutia wawekezaji au wageni kuja kwa wingi zaidi? Jambo gani lifanyike? Jambo la kufanyika ni utunzaji, wazidi kulitunza hii sehemu ile kwamba ni sehemu ya nature. Na pia wanaweza wakaongeza vivutio vingine kama balloon swing na pia vitu vingine kama boti tofauti zisiwe za aina moja. Wanaweza wakaika zile baskeli za kwenye maji. Okay. Na kama mtu anataka kuja na watoto hapa, je, usalama wa watoto ni guarantee katika ziwa ile hapa? Usalama upo kwa watu wote. Huwa tunatoa life jacket, haya maboya. Yale yanasaidia hata kama ikitokea chochote, japo hamna chochote kitakachoweza kutokea kama mawimbi, hamna upepo mkali, lakini hile tunatoa kama ikitokea incident yoyote. Na wakati wote au kabla hata haujawahi kuja kufanya kazi katika eneo hili hapa, ndio, je, kuna historia labda kuna mtu ashatokea maafa labda watu wakazama na boti au watu wakapata adhama yote katika eneo hili hapa la ile ziwa? Kwa hilo halijaitokea nianze kufanya kazi, sio kabisa kitokea hicho kitu. Hata miaka ya nyuma je kitokea kabisa? Yani ni simu ambayo lakini kuna boti kukwama chini au boti kuzama yenyewe kama yenyewe? Boti kuzama haijaitokea, lakini boti kukwama inatokea mara chache, kwa sababu unajua hili ziwa huwa linatanuka. Kwa hiyo mtu kusema kwamba anaweza kupita kule pembezoni akakutana na visiki kama kidogo, lakini uwezekano kutoka ni rahisi sana. Na boti mnatumia hapa ni boti za umeme au ni boti za kawaida za kutumia makasi? Hapa boti za kutumia meko ya kupiga na mwiko. Kwa nini mtumiza umeme? Za umeme haijaruhusiwa kwa sababu pia tuna samaki tofauti ndani ya. Sawa kabisa. Basi mimi nikushukuru kwa muda wako. Watu wangependa, kama watu wanataka kupata wanakuja kutembea hapa hivi, labda ungeweza kuwatajia namba yako ya simu ili kufika, au akiwa wanatokea mjini waweze kukupigia simu, labda ungeweza kutajia namba yako ya simu? Kwa namba zangu ni namba za WhatsApp ni 0687 60 51 04. Rudia tena namba. Namba ni 0687 60 51 04.
Sawa, Mr. Gideon, nashukuru sana kwa muda wako. Tutakuja tena kutembelea wakati mwingine. Asante sana. Karibu sana. Okay, tunashukuru sana kwa ndugu yetu hapa kwa kutuguide vizuri. Na wasi mkaribia hapa Lake Duluth, Ziwa Duluth liko maeneo ya Tengeru hapa, ukiwa unatoka mji wa Arusha nje kidogo, na gharama za kuingia hapa ni nafuu kabisa, gharama za kutembezwa ni nafuu, gharama za boti ni nafuu sana. Kwa hiyo karibuni sana, tuenjoy Arusha yetu. Karibu sana Trust Media. Gusa hapo chini, subscribe, comment, like, tuende pamoja. Sawa.